Nizungumzie neno ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunafahamu kabisa kwamba wiki ya kesho ni wiki ya Pentekoste. Wiki ya kesho ni wiki ya Pentekoste. Na nataka nizungumzie kwa uchache ubatizo wa Roho Mtakatifu na kwa nini Mungu ametupa Roho Mtakatifu. Lengo kuu la Mungu kutujaza, kutubatiza kwa Roho Mtakatifu ni nini? Nataka tujifunze kidogo kwa uchache kwa leo. Kuna mambo muhimu ambayo lazima kama Mkristo mwenda mbinguni ufahamu. Wiki hii ni wiki ya Pentekoste tunaoanza. Pentekoste maana yake ni siku ya 50. Pentekoste ni siku ya 50. Kwa nini inakuwa siku ya 50? Toka juma la kwanza la kufufuka kwa Yesu Kristo inahesabiwa siku 50. Na siku 50 hiyo kutoka Pasaka tunapata ni sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya vibanda. Kuna sikukuu nyingi, lakini kuna sikukuu ambazo Wayahudi walilazimika kufanya. Na moja ya sikukuu kuu ambayo inakumbukwa na inaadhimishwa hata leo na Wayahudi ni pamoja na Pasaka. Mtakumbuka hata wale ambao wanafuatilia taarifa za habari, hata vita viliendelea Iran pamoja na Israeli na Marekani. Waisraeli walipofika Pasaka walifanya sikukuu hiyo, waliadhimisha. Na wao wanafanya sikukuu kwa siku kama 21, majuma matatu. Na katika majuma haya matatu, kila juma ilikuwa na maana yake. Watu wa Mungu hawa walikuwa na maana, na waliambiwa wakae na wakumbuke na waendelee kufundisha watoto wao, vizazi vyote wapate kujua kwa nini siku hizi juma tatu, siku 21 watu walikuwa wanakumbuka kukombolewa kwao kutoka utumwa wa muda mrefu ambayo wametumika chini ya Farao kwa miaka 400. Kwa hiyo Waisraeli Pasaka kwao ni kumbukumbu ya ukombozi, kumbukumbu ya mambo magumu waliokuwa wameyapitia wakati wanaishi utumwani kwa miaka 400. Unaona hiyo, na hawasahau hiyo, na hawatasahau labda mpaka Mungu atakapowachukua kuwapeleka pake. Kwa hiyo sikukuu mojawapo ilikuwa ya muhimu sana kwa Wayahudi kwa mujibu wa Biblia, ilikuwa ni sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya mavuno ndio hii sasa. Kutoka wiki ya Pasaka unakwenda sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya vibanda au sikukuu hii ilikuwa wanakumbuka vibanda waliokuwa wanajenga jangwani kipindi wanaelekea Kanaani. Kwa hiyo walikuwa wanaishi kwa vibanda, wanajenga vibanda, wanaishi kwa muda. Baadaye Roho Mtakatifu anawaamsha, safari inaanza, wanaendelea mahali wanatua, wanajenga vibanda, wanapumzikia. Kwa hiyo sikukuu ya vibanda maana yake walikuwa wanakumbukia vibanda waliokuwa wanajenga jangwani katika safari yao kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi Kanaani ambayo Mungu aliwaahidi waende huko. Lakini hiyo walikuwa wanakumbuka na wanaadhimisha. Lakini pia kuna sikukuu ya mavuno. Sikukuu hii ya mavuno ilikuwa inashughulika ni kama ibada ya kumshukuru Mungu kwa Wayahudi, kutoa matoleo yao mbele za Bwana, kutoa mavuno yao mbele za Bwana. Na ni mwezi huu wa 4, mwezi wa 5, ni mwezi wa 5 mpaka wa 6. Ilikuwa ni miezi ambayo ni mavuno wa Kiyahudi. Na unajua Wayahudi walikuwa ni wakulima wa ngano. Walio wengi wao walikuwa wanashughulika na kilimo cha ngano. Kwa hiyo walikuwa wanavuna, na baada ya kuvuna wanakusanyika kumshukuru Mungu na kutoa sadaka zao mbele za Mungu. Kwa hiyo sikukuu hii inaitwa sikukuu ya mavuno.
na inahesabiwa toka Pasaka mpaka siku 50 wanajumlishia kufanya sikukuu ya mavuno. Na ndani ya sikukuu ya mavuno ambayo ilikuwa ni desturi ya Wayahudi kukutanika ili kutoa matoleo yao mbele za Bwana na kumshukuru Mungu kwa kazi kubwa ambayo wamefanya kwa mwaka mzima, na kujaliwa pia kuvuna kile ambacho Mungu amewafanikisha kuvuna. Wanarudisha shukrani kwa Bwana kwa mavuno waliokuwa wanayalima. Biblia inasema kwamba ndani ya sikukuu hii kuna jambo lingine ambalo likawa limejitokeza, ambayo Wayahudi hawakujua wala hawakupanga katika fikira zao. Nini kilijitokeza? Kumbe ndani ya muda huo, ilikuwa ni muda Yesu amepaa kwenda mbinguni. Siku 40 wale wasoma Biblia wanafahamu Yesu alikuwepo duniani kujenga wanafunzi, kujenga wafuasi wake, kuimarisha na kujidhihirisha kwa wanafunzi ambayo baada ya Yesu kufa hawakuamini kwamba amefufuka. Kwa Yesu alifanya kazi siku 40 ya kuwafundisha na kuwajenga na kujidhihirisha kwao na kudhibitisha majeraha aliyoyapata akiwa msalabani. Ndani ya siku 40. Unaona hiyo. Baada ya siku 40 Yesu alipaa kwenda mbinguni. Na alipopaa kwenda mbinguni alipaa hadharani. Biblia inashuhudia watu zaidi ya 500 walishuhudia Yesu wakati anapaa na kupenya mawingu kwenda mbinguni. Mshangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Wakati Yesu anapaa kwenda mbinguni siku ya 40, anawaagiza wanafunzi wake wakae bila kutoka Yerusalemu, wasibiri kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Na wakawaambia msiondoke mpaka mtakapovikwa nguvu. Soma kitabu cha Matendo mlango wa 1 mstari wa 8, unapata hiyo. Kwamba baada ya kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu ndipo mtakapofanyika mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu mliko, mtakwenda Samaria, na mtakwenda Uyahudi, kisha Samaria na mwisho wa nchi. Ilikuwa ni agizo hilo, na wanafunzi walishika hilo. Baada ya Yesu kupaa walikwenda Yerusalemu, kwa sababu hekalu ilitawaliwa na Wayahudi. Hawakupata mahali pa kutulia, lakini walipata nyumba moja ambayo ilikuwa ni ghorofa la juu. Walikusanyika huko, kulikuwa na holi kubwa, kulikuwa na eneo kubwa. Ili nyumba hii ilikuwa kubwa, maana iliingiza watu kama watu karibia watu 300 watu 3,000. Nyumba hii ilikuwa inaweza kuchukua watu 3,000. Japo wanafunzi walitawanyika baada ya kusubiri, wengine walikata tamaa, maana walisubiri siku ya kwanza, wao wakafikiri tukienda tu kusubiri tutapokea hiyo. Siku ya kwanza walisubiri, hawajaona. Siku ya pili hawajaona, wakaanza kupungua wale wepesi. Mwambie rafiki yako wale wepesi wa imani wakaanza kupungua. Mshike mkono mweleze, wepesi wa imani wakaanza kupungua. Wale wepesi, wako watu wepesi wa imani, hawalibebi imani yao kwa uzito, wanalibeba imani yao kwa wepesi. Walipungua siku ya pili, siku ya 3 wakapungua wengine, ya 4 wakapungua, ya 5 wakapungua, ya 6 wakapungua, ya 6 hawajaona, ya 7 hawajaona, wakapungua zaidi. Siku ya 8 ndio ilikuwa mbaya zaidi, wakapungua wengi zaidi. Siku ya 9 ilikuwa ni mbaya zaidi, wanaona kwamba sasa ni upuuzi, maana ni uongo mtupu huo. Wanawahi biashara, wanawahi kwenda kulima wengine, wanawahi kwenda kufuga wengine. Tumepoteza muda siku 9, hatuoni uongo mtupu huo. Wakapungua wengi zaidi. Siku ya 10 imebaki watu 120 kutoka 3,000. Wamepungua wangapi? Wamepungua wangapi? 3,000 imebaki 120. Na pengine na hao wangepungua asubuhi saa 3 siku ya 10. Biblia inasema nguvu za Roho Mtakatifu
zikashuka na uwepo ya ajabu ikajaza nyumba ile waliokuwa wamekaa. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wote wakanena, wakamwadhimisha Mungu kwa midomo yao, kwa shangwe na vigelegele na kwa maneno na kwa sifa. Amen. Piga Yesu makofi. Wakati wao wamekutana na kitu kingine ambayo hawakutarajia kukutana nayo kule mjini Yerusalemu. Watu wamekusanyika hekaluni, hekalu la Sulemani ambaye ni hekalu la Kiyahudi. Watu maelfu ya watu wamekusanyika huko kwa ajili ya sikukuu ya mavuno. Ukisoma kitabu cha Matendo unakuta mataifa mengi ambayo Wayahudi waliyakaa, na wengine wamekuwa Waarabu, na wengine wamekuwa Waswahili, na wengine wamekuwa Waingereza, na wengine wamekuwa Wajerumani, na wengine wanasikia Kirusi, na wengine wamekuwa watu wa Kihindi au Kihundeti. Watu hawa kwa kuwa wamezaliwa wakalelewa na mazingira yale, wanajua lugha hiyo, lakini baada kwa sababu wamefundishwa, Myahudi toka mwanzo amefundishwa historia yake kumwamini Mungu mmoja wa baba yao Ibrahimu. Hilo ndio ambalo Wayahudi wameshikilia mpaka asubuhi ya leo. Watu wamekusanyika kutoa mavuno, kutoa vitu vyao, kumshukuru Mungu, kutoa kila kitu ambacho wamekuwa wakipokea kwa shughuli zao za kawaida. Saa 3 Biblia inasema wakasikia nguvu ya ajabu, watu wakinena, watu wakimwadhimisha Mungu. Biblia inasema jambo la kushangaza, kila mmoja aliyoko pale alisikiliza, akasikia lugha yake ikinenwa. Wako wanafunzi waliojaza Roho Mtakatifu wakanena Kisomalia, wakanena Kihindu, wakanena Kinyaturu, wakanena makabila yote ya duniani yaliyokuwa huko. Watu wakasema na watu wakasikia. Biblia inasema sikukuu ilichafuka. Wakaanza kushangaa, nini hii? Nini hii? Watu hawa walikuwa wapi? Watu hawa ni akina nani? Wakati wanajiuliza, na wengine wanasema wamelewa. Wamefanya nini jamani? Wamelewa. Na wengine wanashangaa, siku hii mapema watu wanalewa. Wakati wanaendelea kuwa na maswali yasiyo na majawabu, Petro sasa anatoka na wenzake hadharani, na anafahamu, anashuka katika ghorofa lile la nyumba ya mtu binafsi waliokuwa na msudi Roho Mtakatifu. Sasa wanashuka kwenda Yerusalemu kukutana pale hekaluni, kwenye uwanja wa hekalu, kukutana na mamilioni ya watu. Roho Mtakatifu anampa Petro habari kwamba watu wanashangaa, watu wanasema mmelewa, na wengine wanasema wakamwona Petro, wakamwona Yohana, bila sema wengine wanasema bana, hawa hawana hata elimu ya degree, bana hawana hata diploma, bana hawana kabisa, ni watu wa kawaida, lakini wanaongea lugha za kimataifa ambayo inapaswa kujifunzwa. Hii ilikuwa ni jambo ambayo iliwashangaza watu. Petro akapata ufunuo Roho Mtakatifu kwamba watu wana maswali, anasimama na kwanza majawabu. Ndugu zangu, enyi watu wa Yerusalemu, ninyi mnaedhani tumelewa, saa hizi ni asubuhi, sisi hatujanywa mvinyo